Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karibu tena mtazamaji katika kipindi chetu siku ya pili, tukieleza masala ambayo kwamba kuna faida au fadhila ambazo kwamba tunazipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kama tulivyoeleza katika kipindi kilichopita kuwa fadhila za Ramadhan ni nyingi sana na faida ambazo kwamba zapatikana katika mwezi kama huu ni nyingi sana. Hatuwezi tukazimaliza sisi tukazitaja, lakini tukasema ma yudraku kullu la yutraku kullu, kile ambacho kwamba hatuwezi tukafikia chote na pia hatuwezi tukakiwacha chote. Tutagusia mbili tatu ili tupate kukumbushana, tupate kufahamu, ili tusikose pia kuzitekeleza yale ambayo kwamba yafaa kutekelezwa katika mwezi mtukufu kama huu. Tulieleza fadhila kadha wa kadha ambazo kwamba zapatikana katika mwezi kama huu, na inshallah leo tutakuwa ni wenye kueleza zingine kidogo ili tupate kufahamiana na kuzielewa, tusizikose fadhila kama hizi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith ambayo kwamba iko kwa sahih ya al-Imam Bukhari na al-Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hadithi ambayo kwamba imepokewa na sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda: idha jaa Ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatish shayatin. Na hadith kama hii zimekuja nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuwa inapokuja mwezi mtukufu wa Ramadhan, futihat abwabul janna, mlango wa pepo ni wenye kufunguliwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika mwezi kama huu wa Ramadhan milango ya pepo hufunguliwa. Kwa sababu gani? Waja watamani kuingia katika pepo kama ile. Kama tulivyosema katika kipindi kilichopita, mambo manne ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka sisi tukithirishe, moja katika hizo ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala janna. Sasa milango ya janna hufunguliwa kwa sababu waja watamani kuingia katika janna kama ile. Wa ghuliqat abwabu jahannam, na milango ya moto hufungwa ili watu wasiwe ni wenye kuingia katika mambo kama ile, kwa sababu watu wamuomba Mwenyezi Mungu awaepushe na moto wa Jahannam. Sasa Mwenyezi Mungu huifunga kabisa, yani mtu asipate kufanya jambo ambalo kwamba litampeleka katika moto, kwa sababu msamaha wa Mwenyezi Mungu uko. Lau utafanya jambo kateleza, Mwenyezi Mungu anakusamehea kama tutakavyoona insha Allah. Vile vile wasulsilati shayatin, vile vile Ibilisi, mashaitani wote hutiwa pingu, wasimshawishi yule mwenye kufanya ibada asiteleze, yule mwenye kufanya ibada asianguke katika jambo ambalo kwamba litamughuri yeye akapelekea kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaitani hutiwa nyororo, wakafungwa, wasimshawishi yoyote mtu afanye taa ili apate kupanda daraja za juu za kufika katika maratib za kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu atakiwa afanye khairat, kuonyesha ni mwezi ambao kwamba una fadhila chungu mzima. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha jaa Ramadhan futihat abwabu sama, vile vile milango ya mbingu hufunguliwa. Kwa sababu gani? Dua ziwe ni zenye kukubaliwa. Yule ambaye kwamba amefunga ana dua ambazo kwamba ni makbul, dua zake ni zenye kujibiwa, kwa sababu milango ya mbingu kama tunavyojua maelekezi ya dua, tunainua mikono tunapoomba dua, yani kuonyesha kana kwamba milango ya dua ambayo kwamba huitikiwa ni sehemu za juu kule mbinguni, kuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala ataka kutukubalia dua zetu katika mwezi kama huu. Vile vile hadith ya Abu Hurairah ambayo kwamba iko kwa musnad ya al-Imam Ahmad, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, u'tiyat ummati fi shahri Ramadhan, wamepatiwa ummati wangu katika mwezi wa Ramadhan mambo matano ambayo kwamba lam yu'taha qablahunna ahad, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, hawajapewa kabla ya wao watu wengine katika mwezi kama huu.
Mambo gani haya matano? Ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khulufu fammi saim atyabu inda Allahi min rihil misk. Kuna harufu ambayo kwamba yamtoka yule mwenye kufunga mchana wa Ramadhan kwenye mdomo wake. Kwa mtizamo wetu tuweza kuona ni harufu inayonukia vibaya, inayonuka vibaya, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atyabu inda Allah min rihil misk, yanukia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kushinda marashi ya miski. Hii ni fadhila au faida ambayo kwamba yapatikana katika mwezi kama huu. Vile vile watastaghfiru lahu almalaika, vile vile wasamehewa yani na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia msamaha ambao kwamba umeombewa na malaika, viumbe tukufu. La ya'suna Allah ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu anachoamrisha, na hawafanyi chochote ambacho kwamba ni cha kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika kama hawa wanakuwa mchana wa Ramadhani ni wenye kukutakia wewe msamaha, kukuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haijapatikana kabla ya hapo malaika kuombea watu msamaha au umma mzima kuombewa msamaha na malaika. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mashaitani hufungwa, kama tulivyosema katika hadith ambayo kwamba tumeitaja hapo iliyopita. Mashaitani hufungwa ili watu wasifikie yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafikia katika maovu, ikiwa mtu alikuwa ameshawishiwa na Ibilisi alayhi laana. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anaipamba pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anaipamba pepo kwa sababu waja watamani kuingia katika pepo kama ile. Kando na kuwa Mtume amesema milango hufunguliwa, katika hadithi hii tunaona Mtume sallallahu alayhi wasallam asema pepo hupambwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akiambia pepo kama ile Allah subhanahu wa ta'ala kuwa waja wangu watarajia kuingia katika pepo kama hii, wafanya bidii zao, wafanya taa ili watake kuingia, na wanaomba kuingia katika pepo kama hii. Ndio Allah, maana Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuipamba. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam asema lingine ambalo kwamba lapatikana katika mwezi kama huu, mambo matano. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hutoa msamaha wake fi akhiri yaumi Ramadhan, katika usiku wa mwisho wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala hutoa msamaha wake, wa yaghfiru lahum fi akhiri laylatin minhu. Qila ya Rasulullah, yani ule usiku wa mwisho Mwenyezi Mungu hutoa msamaha, akasamehea kila mtu. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, je, hiyo ndio siku ya Lailatul Qadr? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la, bali yule mwenye kufanya kazi hulipwa anapomaliza kazi yake. Hii ni tunu au zawadi Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa kwa yule ambaye kwamba alifunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Yule ambaye kwamba ameipata Ramadhan anapata kusamehewa madhambi yake yote. Na hili latukumbusha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile ambayo kwamba imepokewa na sahaba Jabir. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja anapanda kwenye mimbar. Akipanda kwenye mimbar, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema amin, amin, amin. Ilikuwa si ada yake. Alipomaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, maswahaba wakamfuata akamuuliza, ya Rasulullah, hatuja kusikia wewe ukisema amin, amin unapopanda kwenye mimbar. Leo kumetokea nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, amenikujia mwalimu wangu Jibril akawa ni mwenye kuomba dua. Angalia dua kama hii inaombwa na nani? Jibril alayhi salatu wassalam. Na mwenye kujibu ni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumaanisha ni dua ambayo kwamba haina hijab, haina pazia, lazima inakuwa yenye kukubaliwa. Aliomba nini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hizi amin tatu? Moja katika hizi amin alisema, raghima anfumriin adraka Ramadhan falam yughfar la. Ameangamia mtu ambaye kwamba ameipata Ramadhan na hajakuwa au hajakuwa ni mwenye kusamehewa. Allah, kuonyesha Ramadhan ni mwezi ambao kwamba watu hupewa msamaha. Sasa vipi wewe Ramadhani itakuingilia na hujapata kusamehewa? Yaonyesha kuwa wewe ulikuwa hujashughulika na fadhila ambazo kwamba zapatikana katika mwezi kama huu. Mtume ataka sisi tukithirishe kufanya khairat, ataka sisi tuzidishe kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili tupate kusamehewa katika mwezi kama huu. Mtume sallallahu alayhi wasallam
Katika fadhila nyingine ambayo kwamba yapatikana katika mwezi kama huu, asema inna lillahi utaqa, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atoa watu katika moto wake, katika moto, fi kulli yawmin wa laylatin, yani fi Ramadhan. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala kila siku, mchana usiku, Allah subhanahu wa ta'ala anao katika waja wake ambao kwamba awatoa katika moto wake. Kila siku Allah subhanahu wa ta'ala atoa. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao, tusiwe wenye kuingia katika moto kama hii ambao kwamba ni moto, sote tunajua sifa za Jahannam, hatutaki hata kusikia harufu yake. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe. Sasa fadhila ambayo kwamba yapatikana ni kuwa kila mchana Mwenyezi Mungu hutoa, kila siku Mwenyezi Mungu hutoa, kila usiku inapoingia Allah subhanahu wa ta'ala hutoa watu katika moto. Ndio tukasema Ramadhan ni mwezi ambao kwamba madhambi huchomeka, ukishasamehewa kuna lipi lingine ambalo kwamba lafuata isipokuwa ni kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye madhambi ndio huingizwa katika moto. Sasa wewe umesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akishakusamehea ni kukutoa katika moto na kukuingiza katika pepo yake. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kwamba iko kwa Sahih Muslim asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa Ramadhan ila Ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtabaita al-kaba'ir. Ramadhan mpaka Ramadhan nyingine, swala mpaka swala nyingine, Jum'a mpaka Jum'a lingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema baina ya hizi ni kusamehewa madhambi, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, baina ya swala mpaka swala watu husamehewa. Kila swala, fajr kisha swali kwenda dhuhur, unasamehewa madhambi ambayo kwamba yamepatikana baina ya hizi. Kisha Jum'a mpaka Jum'a Mwenyezi Mungu hutoa msamaha ikiwa mtu amejiepusha na madhambi kabair, madhambi ambayo kwamba ni makubwa. Mtu akaepukana na shirki, mtu akaepukana na madhambi yale ambayo kwamba tunajua ni makubwa, kuasi wazazi na mengineo. Ukiepuka haya, Ramadhan, ikiwa umepata kuhudhuria Ramadhan moja na Ramadhan nyingine ikakupata, yale madhambi ambayo kwamba umeyatekeleza hapa baina, unakuwa ni mwenye kusamehewa hayo yote. Raha iliyoje kuingiliwa na mwezi mtukufu kama huu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kutusamehea. Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukimalizia katika faida za mwezi kama huu au fadhila ya mwezi kama huu, Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ambayo kwamba imepokewa na sahaba Abi Mas'ud radhiyallahu anhu asema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, lau waja wangu au lau waja wa Allah subhanahu wa ta'ala lau ya'lamu, lau waja wa Allah subhanahu wa ta'ala watajua ma Ramadhan, ni nini Ramadhan, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, lau waja wa Allah subhanahu wa ta'ala watajua ni nini Ramadhan, latamannat, watatamani au wangetamani ingekuwa Ramadhan ni mwaka mzima. Lau sisi tungelijua Ramadhan, fadhila ambazo kwamba zapatikana katika mwezi kama huu, tungetamani mwaka mzima uwe ni Ramadhan, tungeishi kiramadhan kwa sababu ya zile fadhila ambazo kwamba ziko katika mwezi kama huu. Kuonyesha fadhila zipo nyingi sana, hatuwezi tukazikamilisha, lakini kwa haya machache ambayo kwamba tumeyataja, tujalie Allah subhanahu wa ta'ala, atujalie Allah subhanahu wa ta'ala kuyatekeleza, na tusamehe madhambi yetu, na tuondoshe na moto wake, na atuingize katika pepo ambayo kwamba aipamba, na atutakabalie dua zetu kupitia fadhila ya mwezi mtukufu kama huu. Ndio maulama au salafu saleh wema ambao kwamba walitangulia, wao walikipokea Ramadhan miezi 6
kabla, wakiishi ni Ramadhan, wakitamani Ramadhan, na Ramadhan inapoondoka vile vile wakiaga miezi 6 mwaka mzima, wao wanaishi wako ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kana kwamba wako ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atudumishie mahaba ya Ramadhan, na atujalie tuweze kuzipata fadhila kama hizi, na tuondoshe na moto wake, atujalie tuingie kwenye pepo yake, na atujalie tuwe tumesamehewa madhambi ambayo kwamba yamepita nyuma huku mpaka Ramadhani iliyopita, na atujalie tuwe wenye kufanya khairat katika mwezi kama huu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.